na majuto. Alikuwa na pesa nyingi lakini furaha ilikosa. Juma alijua kwamba alikuwa amefanya kosa kubwa kwa kuiba pesa za baba yake. Juma alianza kuhisi kwamba maisha yake yalikuwa si ya kweli. Alikuwa anaishi kwa kudanganya familia yake na marafiki zake. Siku moja, Juma alipata taarifa mbaya kutoka nyumbani. Baba yake alikuwa mgonjwa na anamtaka arudi nyumbani. Juma alishtuka na kuhisi uchungu moyoni. Alijua kwamba alihitaji kurudi nyumbani na kuomba msamaha. Lakini Juma aliamua kurudi nyumbani kuonana na familia yake. Alifika nyumbani na kukuta baba yake amelazwa kitandani. Alipomwona baba yake katika hali ile, Juma alilia kwa uchungu. "Baba, nina majuto." Juma alilia. "Niliiba pesa zako kwenda Ulaya. Ninaomba msamaha." Baba yake alimtazama kwa huzuni na uchungu. "Nimekusamehe mwanangu. Lakini kwa nini ulichagua kuniibia badala ya kuniambia ukweli?" Juma alikaa karibu na baba yake na kumweleza kila kitu kuhusu safari yake kwenda Ulaya na maisha yaliyoishi. Baba yake alimsikiliza kwa makini na kumwelewa. Ingawa alijisikia vibaya kwa kitendo cha Juma, aliona mapenzi na majuto machoni mwake. Baba yake alimkumbatia Juma na kumsamehe. Juma alihisi furaha na amani moyoni ambayo hakuwahi kupata Ulaya. Alijua kwamba alipata nafasi mpya na alikuwa tayari kuanza maisha mapya na familia yake. Juma alijifunza somo kubwa kuhusu umuhimu wa uaminifu na msamaha. Alifahamu kwamba furaha ya kweli haipatikani kwenye mali au mafanikio, bali inapatikana kwenye mahusiano na upendo wa familia. Subscribe, comment na kushare YouTube channel yangu Manachao Mastory ili kuendelea kupata simulizi nzuri zaidi.